Dunia unayoiona hii imepangwa na Mungu. Hebu sema imepangwa na Mungu. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Vitu vingi unavyoviona duniani vimepangwa na Mungu. Nisikize vizuri. Mungu alimuumba Adamu na Eva. Dunia ikaenda, watu wakawa waovu. Yaani ule mpangilio ambao Mungu alikuwa anataka kupanga watu waishi ukaharibika. Mungu asema nitawaua wote, nianze upya, nipange upya. Unaona Mungu alivyokipanga, nitawaua wote, nipange upya. Amepanga waishi hivi, waishi hivi. Mke na mume waishi hivi. Kaka na dada waishi hivi. Baba na mama waishi hivi. Serikali ziishi hivi. Ikaharibika alivyopanga. Akasema nitaua wote, nitapanga upya. Akaleta gharika. Wananchi wote wakafa. Wote. Walikuwepo wafalme wakati ule, wakafa wote. Kumbuka mfalme wa Sodoma na Gomora, wakafa wote. Walikuwepo wote, wakafa. Mungu akasema nianze na familia moja, familia ya Nuhu. Dunia nzima hakuna mtu, akapanga upya. Akampa Nuhu maelekezo, bwana nenda pale kwenye mlima Hararati, toa sadaka, naanza upya. Akaanza upya na mpangilio wa kwake, namna ya kutoa sadaka, namna ya kuishi. Kwa hiyo dunia unayoiona hivi ilivyo, wanavyoishi watu, wanavyotawala, ilipangiliwa na Mungu. Shetani hawezi kuitawala dunia ikiwa na mpango huu, kwa sababu meza inayobeba dunia imepangwa na Mungu. Shetani lazima avunje miguu ya meza, idondoke, apange upya ili ianze dunia yenye uwezo wa kubeba ushetani. Kwa hiyo dunia lazima ipangwe upya. Unanielewa? Mungu anaongea na wewe. Usipomwelewa Mungu hutamwelewa yeyote. Narudia tena. Wanawake na baadhi ya wanaume, ukinitoa mimi, wanajua sana kupangilia vitu ndani ya nyumba. Ukinunua makochi, sui na screen, na TV, na kabati, na fridge, ukamwambia mwanaume apange, utakuta yote yamewekwa kwenye kona moja. Na ukimuuliza anasema sitaki usumbufu. Nataka maji yako hapa, friji iko hapa, jiko liko hapa. Mimi nachukua maji kwenye friji na pika hapa. Makochi yako hapa na kitanda kiwe hapa wakati wa kulala. Pondoa usumbufu. Utakuta amemaliza vyote hapa, kule eneo liko wazi. Unamwambia mzee, mbona umevikusanya vyote mahala pamoja? Anasema kwa nini? Kuondoa usumbufu. Si issue ni kukaa. Ukimkepa kama mwanamke, ataweka kochi huku, hapa anaweka na kochi lingine huku, anaweka na kochi lingine huku, anaweka na hapa, TV anaiweka hapa, kuna kaua hapa. Mwanaume maua yote yanakusanywa kwenye kona moja. Au kupunguza usumbufu, yawekwe mwanzoni pa kuingilia pale. Anakwambia si ili watu waone, watayaona yote, badala ya mtu kuangalia kushoto na kulia, ayaone yakiwa hapa. Umenielewa? Umenielewa? Mwanaume hata pa kuweka viatu siviwekwe pale. Jamani, hatuweki viatu pale, kuna watu wakati wa kuvaa, bwana nataka kuhangaika kutafuta viatu nini. Nataka unaona, unaingia unakuta kuna kiatu pale. Na havijapangwa vyote. Chabru kiko pamoja na raba mtono. Hata socks. Mwanaume mpaka atafute kama socks ya kijani, mwanamke anamsaidia funga socks, aziweka pamoja. Kila mwanaume aliye hapa atakudanganya akikwambia kwamba socks zake alizipata kirahisi. Za kupewa hizo, amepewa na mtu. Kama sio mwanae, kama hajaoa, ananunuaga kila siku. Anapokuwa anatoka nyumbani, anatoka hana socks, akifika kwenye ebete socks hapo, anavaa. Zikienda zinatupwa zile. Kesho anaebende, naomba socks ya jelo. Ai hapa amependeza na socks, amepewa na mtu. Asikudanganye, amepewa. Amesaidiwa na mtu. Kuna wengine hata walipokujanza walikuwa hawana, wamepatia kwenye kaduka katika pale.
Sasa mpangilio. Sasa anapokuja utawala mwingine ndani, kwa mimi nilivyo na matamanio yangu na mipango yangu na furaha yangu, mpangilio wa chumba hiki haunipi furaha, wala hauwezi kubeba matamanio yangu wala mipango yangu. Nipange upya. Unakuta mama ameweka huku makochi, ameweka na huku, ameweka na huku, ameweka na coffee table pale, ameweka na hivi na sina nini na stool na nini, weka vizuri, na hata mwanaume anafurahia. Safi sana, safi sana. Mwambie naweka pange pale. Dunia imepangwa, na ndio maana Biblia inasema wewe ndiwe uliyeiweka misingi ya ulimwengu. Unaona hiyo Biblia, wewe ndiwe uliyeiweka misingi ya ulimwengu. Mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo misingi ya ulimwengu ni namna Mungu alivyoiseti dunia. Ameiseti dunia kwa namna ambayo tawala za dunia zinatawala kupitia juu ya kilichosetiwa tayari. Siasa za dunia juu ya kilichosetiwa tayari. Uchumi wa dunia juu ya kile kilichosetiwa tayari. Ibada za dunia juu ya kile kilichosetiwa tayari. Majeshi ya dunia, yani dunia yote inapanga vitu sawasawa na Mungu alivyopanga. Na namna dunia ilivyopangwa na Mungu haina uwezo wa kutosha wa kubeba ushetani. Siku za mwisho shetani anataka atawale dunia. Huwezi kujenga nyumba juu ya nyumba. Anataka abomoe kwanza utaratibu uliowekwa na Mungu, ili apange utaratibu mpya unaitwa New World Order, ili aweze kuimiliki dunia yote. Dunia haimilikiki. Hebu niulize, kivipi haimilikiki? Shetani akitaka kuitawala dunia, hakikisha hakuna mlokole duniani. Kwa nini unajua? Kwa sababu imesema kwamba mtu mmoja mlokole akiomba anafukuza mapepo 1000. Huyu wakiwa wawili, Biblia inasema wanafukuza 10,000. Yaani kufukuza mapepo yote yaliyo duniani haigharimu watu wengi. Kwa sababu kama wawili ni 10,000, wanne 20,000. Ukienda kwa resho hiyo utajikuta warokole wakiwa tu 10,000. Shetani hayupo. Shetani ili aipange dunia vizuri anahitaji mambo mawili. Warokole hawapo kabisa, au wapo hawaombi. Atazuiaje mikesha? Mungu ameiseti dunia. Sikiliza vizuri nikwambie ilivyosetiwa dunia. Dunia kuiovercome ni issue. Yaani aliyepanga msingi wa dunia iwe hivi, ana akili za ajabu. Akili zake hazichunguziki. Au hamkusikia au hamkuona kwamba yeye ni Mungu wa milele, halali, hasinzii, hachoki, na akili zake hazina mipaka. Niulize kivipi? Tunaona hapa tuko kwenye ibada. Lakini unapoenda nchi kwa nchi, kuna nchi inatofautiana na sisi masaa mawili. Wakati sisi tunamaliza ibada, kuna nchi nyingine wanaanza ibada. Kwa sababu tofauti yetu sisi na wao ni masaa mangapi? Masaa mawili au moja. Sisi tunamaliza wao wanaanza. Wakati na wao wanamaliza, kuna wengine, yani kuna nchi tofautiana masaa mawili, nyingine matatu, nyingine manne, mpaka 12. Ina maana kila saa ni saa ya mkesha mahala fulani duniani. Usifikirie usiku na mchana ni kwa hovyo. Mungu ameiseti dunia kwamba wakati walokole wa Dar es Salaam wanalala. Sasa hivi ni saa 1:30 sasa hivi. Japan sasa hivi ni saa 9 usiku. Sasa hivi Japan saa 9 usiku. Wanataka kuamka. Marekani sasa hivi unarudi nyuma masaa 7. Kwenye wengine saa 5, wengine asubuhi. Tunapiga sisi hapa ibada, tukimaliza liko taifa na lenyewe ambalo na wenyewe inakuwa jioni, wanaingia kwenye ibada. Liko taifa tukiwa tunaendelea sasa hivi ni mkesha. Liko taifa tunapoendelea sasa hivi ni maombi ya asubuhi. Liko taifa tukiwa tunaendelea sasa hivi watu wanafunga na kuomba. Ni ngumu shetani kuimeza dunia. Unanielewa? Matendo yako ni ya ajabu.
jinsi ulivyoweka misingi mpaka hata katoto kadogo kakiwa tu kamekaa mahali reko popo shatatata 10,000 wanakimbia. Katoto ka showers kamekaa mahali reka pashete terele, ka Japan, ka Mongolia, ka Mexico, ka Argentina. Kwa hiyo shetani ili aweze kuipanga dunia upya, cha kwanza azuie watu wasiombe. Ndio uliona sasa wakati wa corona hapa, social distancing, mwende nyumbani. For the devil to be able to overcome the whole world, because according to the Bible, if one person prays, if you pray in the name of Jesus, the Bible says, if you are a single person, if you pray, 1,000 demons runs away. If 2 people pray, 10,000 demons run away. So as we sleep now, we are going to sleep. Tukienda kulala tu hivyo ni Jumatatu. Kuna wengine Jumatatu imefika. Na kuna wengine kwa sasa hivi wako nyuma kabisa, wanamalizia Jumapili. Wanamalizia Jumapili. Ndiyo. Mimi niruka na ndege kutoka uwanja wa Tokyo kwenda Texas. Unaruka na ndege kupita, unaliona jua lile pale. Unaruka masaa mengi lakini jua lipo tu. Unaanza safari Jumanne, unakwenda kufika Jumanne. Unanielewa maana yake? You leave Tokyo on Thursday, you arrive in America on Thursday. Same date. Yani umeondoka Tokyo saa ngapi? Nimeondoka Tokyo tarehe 17 Alhamisi. Ukaruka na ndege masaa 24, ukaenda kufika Marekani siku hiyo hiyo na tarehe hiyo hiyo. Siku zimepotelea wapi? Wakati unaondoka huku wenyewe walikuwa nyuma, haijafika. Ulipokuwa kwenda kule wenyewe ni mbele. Umetoka huku kwenyewe ilikuwa Alhamisi, wakati kule ilikuwa Jumatano. Ulipokuwa unaruka kuja kufika hapa na kwenyewe ni Alhamisi. Maana yake ni kwamba dunia imesetiwa na Mungu kwa namna ambayo kuweza kuishinda, kuzuia watu wasiombe, kuzuia ratiba zao. Una shughuli mpaka uwe na virusi vya corona. Unaanza kunielewa kwa mbali. Sasa shetani anasoma mfumo huu sasa, ili nilete dunia mpya niweze kuitawala, kwa sababu shetani kiu yake ni kutawala dunia. Anaitwa mkuu wa ulimwengu huu. Ukisoma kwenye ile Yohana sura ya 12 utaona mkuu wa ulimwengu anataka miliki dunia. Sio kumiliki dunia kiroho kama rais wa dunia, lakini akiwa ndani ya mtu. Kama unavyoniona mimi hapa ndani kuna Yesu, kuna mtu wa mbinguni, lakini mwili ni mtu. Shetani anataka naye apatikane mtu, nje ni rais wa nchi fulani, ndani ni yeye mwenyewe shetani. The devil is looking for a personality. On the outer part is a human being. On the inner part is the devil. He is looking for that person to become the president of the whole world, to usher a new world order, one currency, one politics, to bring the world together, kuileta dunia pamoja. Kwa kadri unavyoona dunia inaanza kuja, ukimsikia mtu anasema jamani, kwa kweli tusijitenge na dunia. Biblia inasema msifatishe namna ya dunia hii. Biblia inasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia, kwa maana mtu akimpenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa maana yote yaliyomo katika dunia, tamaa ya macho, tamaa ya mwili, kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na dunia, na dunia na tamaa yake vinapita. Alafu mtu anasema jamani, hatuwezi kujitenga na dunia. Wewe unanielewa Unanielewa Unanielewa? Kama unapoa nimekupasua. Pasuliwa. Umepasuliwa. Ukimwona amepoa pasuliwa. Kama akipiga magoti kwa kizembe kesha pasuliwa. Sasa sema Kwa hiyo shetani ili aweze kuimiliki dunia, lazima mashetani waliovaa maumbo ya mwili wasababishe matukio.
matukio yatakayowafanya watu wasikusanyike kanisani. Ratiba ya kuomba ife, wasiombe asubuhi, wafunge midomo, upatikane utaalamu wa kuwafanya midomo wafunge. Wewe utanena kwenye barakoa, utanena, mtu utaweza?